unanifurahisha. Kumbe leo unatumiaga hivyo vitu na usemi. Amna. Yaani kuna nzi tu ndio nilikuwa nafukuza hapa. Mimi haka. Nzi ukatia mdomoni. Wewe. Sasa nataka utumie hiyo. Unywe yote mpaka umalize. Na unywe haraka haraka kabla hajatoka ndani. Ili mimi nichukue hiyo glass. Akiniuliza nitamwambia mimi ndo nimekunywa. Sawa? Wewe bana wewe, ya kweli hayo usije ukaniponza. Wewe kunywa. Benita. Ningekuwa na mama watoto, ningekuletea zawadi. Zawadi kutoka Kongo, nchi za mbali, ningekuletea vitenge. Ningekuwa na mapesa, mama watoto, ningekuletea zawadi. Ninajua mama. Kumbe nawe waga fuse zinachomoka. Na maanisha waga akili zinaruka. Hapana madam, isipokuwa nilikuwa yani hapa nilikuwepo, kwa hiyo nilikuwa najaribu tu kufurahi, kwa sababu maisha ya mwanadamu yana nafasi tatu. Kuna wakati wa kufurahi, wakati wa huzuni na hasira, lakini kuna kipindi kile cha maisha ya kawaida. Hasa na mimi hapa nilikuwa natengeneza furaha yangu nikiwa katika wakati wa furaha. Nini maana ya furaha? Sina hakika sana, lakini ninachofahamu mimi ni kwamba kila mwanadamu kwenye kitabu cha historia ya maisha yake kuna kurasa moja ambayo anatamani aichane na asikumbuke tena kama aliwahi kuipitia. Hiyo ni kurasa ya maumivu. Lakini furaha nadhani ni hisia za ndani ambazo humpata mwanadamu na kujihisi mtu mwenye amani, mwenye uhuru na mtu mwenye uwezo wa kufanya jambo lolote hapa chini ya jua. Kwa huu ni wakati ambao kila mwanadamu anauhitaji sana kwenye maisha yake. Na ndo wakati pekee ambao mwanadamu atakiwa utumie nguvu kuhakikisha unaupata, wakati wa furaha na raha. Na mimi ndo hapa nilikuwa natengeneza furaha yangu. Kuna mtu ananyima furaha, ananyima amani ya moyo wangu. Kuna kazi nataka unisaidie. Uhakikishe huyo mtu anatoka kabisa kwenye maisha yangu, hanisogelei hata kidogo, kwa sababu akinisogelea naishia kulia, kukosa amani. Ukinifanyia hiyo kazi kwa ufasaha, nitakuongezea nusu ya mshahara wako. Hiyo madam, hiyo mimi kazi ndogo sana kwangu. Naweza nikamshikisha adabu, naweza nikampiga, nikambakora viboko, naweza nikamleta hapa, nikafunga humu, naweza nikafanya jambo lolote, yani naweza nikamtendea jambo lolote lile, kwa sababu nina nguvu, nina power. Lakini sasa changamoto ni kwamba mimi simfahamu, nitawezaje kutekeleza hayo? Muda na wakati sahihi ukifika, nitakuita. Nilikuwa na kuandaa tu kisaikolojia.
Para papa papa pararara paparara tatarara 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 tararara, ningekuletea zawadi. Umetoka wapi? Unakwenda wapi na kufanya nini? Na wewe ni nani? Unaniuliza wewe kama nani? Na kuuliza mimi kama mwenye mamlaka ya kuruhusu watu waingie au watoke humu ndani. Sina jibu la kukujibu. Naomba niingie ndani. Wewe nitakubakora viboko wewe. Wewe unijui? Unifahamu mimi Haya, naomba kusanya hizo ngwangwala zako, turudi nje kule getini nikakuulize maswali muhimu ambayo utakiwa uyajibu ukiwa bado uko getini kule. Wewe ni chizi? Hivi hao wafanyakazi wanawatoaga wapi? Mbona wewe? Hebu kelele. Wewe. Mimi hapa ndio askari, ndio polisi, ndio jeshi, ndio kila kitu humu ndani. Mimi hapa. Kwa harusi mtu yote yule kuingia humu ndani. Kwa hiyo mdomo wako unaulizwa kidogodogo hivyo nitakutafuna tafuna wewe. Kwa tafadhali, naomba urudi getini, ujitambulishe wewe ni nani, niamue either uingie ama la, ndipo urudi huku. La sivyo, ngoja niingie ndani ndipo utajua mimi ni nani. Kwa sasa hivi sina majibu ya kukujibu. Mlinzi analinda getini. Mlinzi haruhusiwi kuingia ndani. Ndani unakuja kulinda kitu gani? Sasa wewe unanipangia mimi mahala pa kukaa? Wewe sikiliza, usinivuruge, usinikoroge, usinichanganye kichwa ujue wewe. Nitakuumiza. Twende nje. Ukiona mtu anapata ujasiri wa kuingia ndani, basi ujue kwenye nyumba hiyo hanahusika. Mimi lazima nikuzuie kwa sababu mimi ndo mwenye mamlaka. Mimi nalinda usalama wa familia yangu humu ndani. Kama una mabomu humo. Familia yako? Familia ipi unayoisemea wewe ipo ndani humo? Yeyote unayemwona humu ndani ni familia yangu mimi. Sasa hayo maswali yako hayo ya kijinga nikupakie kwenye chepe hapa nikumwage nje huko. Wewe tulia. Wewe nitakupiga wewe mama. Leta hii begi tukague kwanza. Wewe ni mgeni au ni kitu gani wewe? Leta begi lako basi tukague hapa nijue kuna nini humo. Nikupe begi wewe kama nani? Sikupi begi na ndani naingia. Mimi kama kamanda na mlinzi na usalama hapa ndani. Mlinzi analinda ndani? Sasa unataka nilinde nini? Unajielewa? Najifahamu. Mlinzi analinda nje. Huna mamlaka ya kuingia humu ndani. Wewe, hebu sikiliza. Hili begi lako utavua. Haya. Kiburi kitakuponza. Hapa upiti. Wewe utabaki kuwa mfanyakazi. Tena sio mfanyakazi tu. Ni mlinzi wa getini. Huna mamlaka ya kuingia humu ndani. Tulia wewe tu. Bwana. Hebu mwache apite. Si haka sasa, haka. Karibu Boke. Muone kwanza. Fanya kazi wengine. Kena mkoba. Mpokee mgeni. JJ, njoo mara moja. JJ, unamfahamu huyo? Huyu simfahamu. Isipokuwa amekuja tu hapa, ni mgeni mbishi sana. Ameingia bila hodi, anapiga kelele, namwambia rudi nje ufuate utaratibu kwanza. Hanielewi. Nikamwambia taratibu za hapa, mimi ndo kamanda, mimi ndo kila kitu humu ndani. Hili geti huwezi kuvuka bila mimi kuamua. Lazima niulize, nihakikishe usalama wa watu wa humu ndani. Sasa najaribu kumuuliza wewe ni nani, basi jielezee nikuelewe. Hataki kuzungumza, hanyoshi maelezo. Na kilivyo kidogo hivyo, yani manusura nikikamata nipakie kwenye chepe nitupe dampo huko. Tena sio dampo la hapa karibu, nitaka nipeleke mbali sana huko. Na kwa nini wewe unamfukuza kila unaimuona na ingia humu ndani? Lakini mimi hii ni kazi yangu, kuhakikisha usalama wenu na mali zenu. Kwa hiyo lazima nihakikishe
Wageni wabishi kama hawa wanawatia adabu. Sasa umeshawahi kumchukua bosi wako ukamfuza kwenye nyumba yake? Hapana, bosi yeye sina nani. Bosi na mbosi na yani bosi nakuwa na, yani mimi na bosi nakuwa na yani bosi na muheshimu. Yeah. Ila huyu huwezi kumheshimu. Labda nikwambie kitu kimoja. Mlinzi hawezi kumzuia bosi wake kuingia ndani kwake wala kufanya chochote kile. Huyu ni bosi wako. Kwa nitakiwa na heshima tu na nidhamu mbele yake. Kwani huyu ni ndugu yetu? Mimi nahisi kabla ya kufanya yoyote ungeuliza kwanza. Basi sawa. Nimeelewa bosi, haina shida. Boki, karibu. Asante. Nimesikia makelele muda mrefu hapa, kuna shida gani? Umemsahau jeje na vituko vyake? Alikuwa anamgombeza Boki asiingie huko ndani. Boki, karibu nyumbani. Nishakaribia. Karibu. Umepata saizi yako leo. Nakwambia. JJ, yani kaniuzi, kanikela, kanikwaza. Inki ujumla amenifika hapa. Yaani ningekuwa nina mimba, ningemzaa. Mbona tutaona mengi humu ndani? Na mtaona mengi. Yaani nakwambia wewe acha tu. Yaani ningekuwa na mimba, ningemzaa. Na sio kumzaa tu. Yaani ningemtapika. Hivi kwa unafanya kazi kama wale waga mnawatoaga wapi? Hayo maswali ungemuuliza Lina, ingekuwa ni vizuri zaidi. Ila nitamuonyesha. Yaani shekesha itakalochezeshwa kwenye hii nyumba. Atajuta kuingia humu ndani. Acha basi. Yaani nitamuonyesha vya kutosha. Nimefika. Atajuta. Asa wewe utamfanya nini JJ? Sio kwa JJ. Hata zikiwa 20 ndugu yangu. Haya, tusubiri aingie hizo, kuna hizo 18 zako hizo, tuone utamfanya kitu gani. Ngoja. Nitamuonyesha shengesha. Nyumba hii ataiona chungu na atajuta kuingia humu ndani. Haya, acha mimi kaeke simu yangu chaji. Narudi. Madam, yani ni kwamba kilichotokea pale ni kwamba mimi nilikuwa natekeleza majukumu yangu. Na kama ilivyo kawaida nilikuwa na kila sababu za kumuuliza, nijue yeye ni nani na ametokea wapi. Na mimi wala hata sikugusa mwili wake, sikugusa hata kidogo, na wala hata sikumpiga. Lakini sasa yeye alichokosea, kwanza namna alivyokuja. Anaelewa kabisa kwamba hapa ni mgeni kwenye macho yangu. Mimi simfahamu kabisa. Hakutaka kusalimia, hakutaka kujieleza. Mimi nikaongea naye kwa ustaarabu. Nikampa kiti, akawa ameketi pale. Wala hata sikujaribu kufanya jambo lolote lile baya kwa ajili yake. Na nikamuuliza unakulaga nini, unatumia kinywaji gani? JJ, unaongea nini? Mimi mbona sikuelewi? Unaongea sana, sijui unaongea unamaanisha nini? Yaani mimi uniwe radhi tu madam. Wala mimi sikufanya lolote baya na wala hata haikuwa kwa ubaya. Yaani unajua pale mimi madam, yani mimi naomba tu unielewe kwa sababu yani pale mimi nilikuwa natekeleza. Umeanza kuvuta bangi siku hizi, si ndio? Hapana. Au huko nyuma ulikuwa unavuta bangi? Sawa. Mimi sijakuitia hilo.